kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hili ndiyo kusudi kubwa la Yesu Kristo kuja duniani. Alikuja kuwatafuta wanadamu, maana wanadamu walipoanguka tayari wakafarakana na Mungu, au tukafarakana na Mungu. Uhusiano wetu na Mungu kawa umevunjika. Mungu akaangalia, huruma zake zikamwijia kwa ajili ya wanadamu ambao amewaumba mwenyewe. Mungu akaamua kumtuma mwanae Yesu Kristo aje duniani ili atutafute, maana tulikuwa tumepotea, tulikuwa mikononi mwake, tukapotea, tukaondoka kwenye kiganja cha Mungu, tukaondoka kwenye utawala wa Mungu, tukaondoka kwenye miliki za Mungu kwa sababu ya udanganyifu wa ibilisi. Hivyo Yesu amekuja kututafuta ili apate kutuokoa. Lakini cha ajabu, Biblia inaeleza ile Luka 15 mstari ule wa 8 mpaka ule wa 10. Binasema kuna mwanamke gani ambaye akipotelewa na shilingi moja ndani yake asiweze kuitafuta, naam atafanya kila njia ili aweze kutafuta ile pesa yake iweze kutupatikana. Ndivyo hivyo akasema Mwana wa Adamu alikuja kufanya hayo, alikuja kututafuta. Kwa Yesu Kristo alikuja kutafuta wanadamu. Kwa hiyo tunapoongelea habari ya kupotelea ndani, kama pesa, kama hii shilingi ilivyokuwa imepotelea ndani ya nyumba, ndivyo ambavyo mwanadamu leo amepotelea katika kanisa. Kuna watu wamepotea ni wahubiri wakubwa, kuna watu wamepotea ni viongozi wa makanisa, kuna watu wamepotea ni wanakwaya, kuna watu wamepotea ni walimu wa shule. Hawa wote wamepotea, lakini Kristo hawa wote bado wanahitaji na kupata watu kama walio ndani ya nyumba ya Bwana. Kuna changamoto na wanajiona wako sawa. Hebu siku ya leo kila mtu ajiangalie. Je, uko sawa? Haujapotelea ndani ya Mungu? Haujapotelea ndani ya nyumba ya Mungu? Pamoja na kufanya huduma zote, pamoja na kutenda kila jambo ndani ya nyumba ya Bwana, yamkini umepotea. Kwa kanisa la Mungu tunachopaswa, hebu tujiangalie. Ni hatari mno tukipotelea katika nyumba ya Mungu. Tunaposoma neno la Bwana, kama nilivyosema, kuna watu wamepotea. Kumbuka Sauli, mtumishi wa Mungu, wakati Mungu anamkataa. Biblia inasema Sauli siku ile alipokataliwa na Mungu, sio siku ile alipoacha utumishi. Sauli aliendelea kumtumikia Mungu huku Mungu amemkataa. Akasema sikutaki, lakini bado Sauli alikuwa ni mtumishi wa watu. Alikuwa akiwatumikia wanadamu. Kwa hivyo leo, hata leo watu wengi wamepotea katika nyumba ya Bwana. Wamepotea pamoja na huduma zao, wamepotea pamoja na utendaji kazi wao. Hawana Mungu juu ya maisha yao. Hivyo kama watu wa Mungu tunapaswa tujiandae. Tunaweza tukapotea huku tuko ndani ya nyumba ya Bwana, tunaweza tukapotea huku tuko kanisani tunafanya kila huduma. Hili ni jambo la hatari mno, na ndio maana Yesu akasema katika Mathayo, sio kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu, ni yule afanyaye mapenzi ya Baba yangu. Kuna siku wanadamu Mungu tutaaibika, kuna siku ya kukataliwa, kuna siku ya ajabu inayokuja.